Hassan, ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kumpiga mpinzani wako? Imekuwa rahisi kwangu kuendelea kuweka discipline katika mazoezi na kuheshimu karia yangu, ndio inanifanya kila siku bora wangu usishuke. Haijalishi nitakuwa sipigani ndani ya miaka 3-5, lakini sijawahi kuacha mazoezi kwa sababu ndio kitu pekee ambacho naamini kinaweza kuniweka hai kwenye karia yangu. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie nafasi hii kuwashukuru washabiki zangu wote. Leo nimeona sura mpya nyingi sana kwenye boxing, hii ina maana kubwa. Nimshukuru sana Meja Shemunyu, na nitumie nafasi hii pia kuomba serikali pamoja na Azam TV wafanye uwekezaji mkubwa kwenye boxing. Nimewadhulumu sana mashabiki zangu, leo wengi wamekuwa nje kwa sababu ya udogo wa eneo. Kuna tamani pambano linalofuata lifanyike walau uwanja wa Taifa pale, au tuwe na arena maalum kwa ajili ya boxing ili iweze kukusanya watu wengi. Licha kwamba umeshinda katika pambano hili, kwangu mimi niliyesimama karibu yako hapa naona ni kama unatetemeka au una hofu fulani. Ni kwa ajili ya kile kilichotokea au kwa nini hali iko hivyo? Mara zote kwenye maisha yangu sijawahi kushangilia ushindi wa pambano langu lolote, kwa sababu unapokuwa unashangilia ni kama umefanya kitu ambacho haujakitarajia. Kwa hiyo nina uhakika na matokeo kwa sababu nafanya mazoezi sana. Ndio sababu pekee si shangilii, lakini nilitamani pambano lifike walau raundi 7 kwa sababu nilikuwa na vitu vingi vya kuonyesha watu kwenye boxing, lakini sasa haraka yake ndio imefanya mtoto ameongozwa na chai. Katika mahojiano ambayo ulifanya juzi kuelekea katika pambano hili, ulisema kama upo uwezekano wa kupata bondia ambaye unaweza kumpiga lakini ukapata hela, unaweza pia kufanya hivyo. Tuishi katika kauli hile. Hata ili pambano sijapewa dua, ni hela ndo zimenifanya niingie camp. Kwa mashabiki wako una lipi la kuweza kueleza kwa kile ambacho umekipata uwanjani hii leo? Nashukuru sana wa Tanzania wengi sana, sehemu nyingi tofauti, pamoja na ndugu zangu wamesafiri, wametoka Tanga, wamekuja hapa. Mimi nimeshinda leo, ni maana kubwa kwa wana Mogadishu wote, lakini sijafurahia kucheza raundi chache. Yani nilitamani nifike walau raundi 7 kwa sababu nimekuwa na vitu vingi. So kwa namna hiyo, Babu Haji iko wapi? Ndugu yangu mmoja Haji kutoka Rock City, tuna mpango tufanye jambo walau nikate kiu nilokuwa nao. Nimefanya mazoezi alafu sijapata kile ambacho nilikuwa nakitarajia nikipata. Natamani siku moja na mimi nimalize pambano na toka damu kwenye pua. Shida watoto sio wavumilivu. Kwa kuhitimisha kabisa matangazo haya ya live, tutegemee kipi kinachofuata kutoka kwa Hassan Mwakinyo? Ni mikazo tu. Mtu akija atapinduka tu. Yani hicho ndo ninachoweza kusema. Haijalishi ni leo, kesho kutwa. By the way, nishukuru sana familia yangu, wamekuwa karibu sana na mimi wakati wote. Wanangu wengi sana nimeona sura zao hapa zimenipa nguvu, ikiwemo mheshimiwa mbunge Aweso. Ni kwa maana kubwa sana kwenye karia yangu, kwa heshima kubwa sana kuwepo Tanga, kutoka Tanga kuwepo hapa. Lakini pia nilitamani ushindi wangu ukaguse sehemu za maisha ya watu wengi ambao wamekata tamaa kwenye maisha yao, zikaguse familia za watu wengi ambao wamepoteza vipenzi vyao. Ni ushindi wa boxing, hauna maana, lakini iwe japo uongo sehemu ya faraja, yani waheshimu jitihada ya kile nilichokifanya kwenye maisha yangu kwa ajili yao. Kwa kifupi sana, imezoeleka kwamba Hassan Mwakinyo ni bondia mjivuni. Wapo wanaosema kwamba aina yako ya kuingia leo ulikera mpaka ukakera tena. Kuna mwanasheria mmoja anaitwa Fayaz Bojan, ni Muhindi lakini ana asili ya Tanga. Ukienda ofisini kwake ukitaka kumuona tu, kabla haja kusikiliza kuhusiana na kesi unayotaka kuipeleka kwake, inabidi umpe milioni 5. Lakini hii ni kwa sababu ya utofauti wa elimu yake. Sasa kwa kiwango changu cha boxing sina haja ya kuwachangisha watu hela, lakini inabidi wanivumilie tu katika mwendo wangu.